aliyeketi na akaona, na mwisho akasema si vyema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Mpango wa kumfanyia msaidizi pia haukutoka kwa Adamu, wala hakuna nafasi Adamu aliomba Mungu kwamba Mungu, kwa sababu ninaona anatembea peke yangu, usinifanyie mpango. Maana hata kwa akili kuwa na mpango kama huo, lakini kwa sababu ya mpango wa Mungu mwenyewe akamuumbia Adamu mke, rafiki mpendwa, ambaye kwamba Adamu alimpenda. Kitabu cha Mwanzo 2 na mstari wake wa 18, Bwana Mungu akasema si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Maandiko yanazungumza pale, Mungu mwenyewe pia akaamua ya kwamba siwezi kutafuta material nyingine mahali, nitatoa material katika huyu niliyemuumba. Ndipo akampa na usingizi. Maandiko yanasema ya kwamba alipofanya hivyo, baadaye akamletea, katika fungu la 21, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. Baada ya yeye kulala, Mungu akafanya operation, akatoa ubavu, kisha sehemu hiyo akafunika nyama, na katika ule ubavu maandiko yanasema akamfanya naye mwanamke. Ni mpango wa Mungu, na wakati ameumba na kumfanya, Mungu huyo huyo akampatia Adamu fahamu kwenye mawazo yake aweze kuelewa. Katika fupi, maandiko yanasema ya kwamba baada ya kufanya na kuumba na huyo mwanamume, akasema kwa sababu ya hii ambayo nimekupa wewe mwanamume, utamwacha baba yako, kisha utaambatana na nani? Na mke wako, na hao wawili watakapokuwa wameambatana watakuwa nini? Mwili mmoja. Kwa nini? Ni kwa sababu ni nyama iliyotolewa ndani ya nyama yako. Na hata Adamu mwenyewe alipoweza kumuita huyu mwanamke, nasema hivi katika fungu la 23, Adamu akasema sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa nani? Mwanamke. Ni mpango wa Mungu. Adamu alipoinuka kutoka kwa usingizi, kila alichoona, aliona kiumbe kizuri cha kupendeza, kizuri sana. Na Adamu hakuwa anaangalia chini kama vile leo unaangalia chini. Aliinua macho akaangalia hivi. Angalia huko mbele. Unaona nini? Unaona nini? Mrembo. Anasema anaona mrembo. Tena alikuwa anatabasamu tu kama huyu Yulisi huyu. Unaona vile anavyotabasamu. Mpaka inaonekana kutoka kwa net. Na kilichofanyika ni furaha ya huyu mke kuinuka na kuona mtu. Furaha kwa huyu mtu kuinuka na kuona pale mbele mwanamke aliyeumbwa vizuri sana. Na nikisema aliumbwa vizuri, nafikiri unaelewa. Biblia inasema siku hiyo pia walikuwa uchi. Hawakuwa na nguo. So ukisikia alikuwa ameumbwa vizuri sana, na alipoona hivyo akaona kiumbe ajabu sana.
akili kichwani. Sasa ndipo akasema hala, unafikiri alikuwa anatoroka? Adam sasa ndio mimi.